Naitwa Hansi Obote, mwezeshaji wa masuala ya kijinsia. Leo nilikuwa Chimala nikiwa nimekutana na wazee wa mila, watu wa imani za dini, vijana wa kike na wa kiume na wanawake wa eneo la Chimala, ukiwa ni mradi unaotekelezwa na mtandao wa jinsia Tanzania TGNP juu ya kubomoa mifumo kandamizi, hasa ile ambayo inakuwa na vikwazo kwa wanawake na vijana kumiliki ardhi. Nashukuru tumepata mafunzo kwa siku nzima na tumepata ushuhuda. Kwa bahati nzuri washiriki wote wameshiriki vizuri na wamefurahi na wametengeneza mipango kazi ambayo watakwenda kuifanyia kazi baada ya mafunzo hayo. Kwa hiyo ni wajibu wetu sasa kwenda kufuatilia utekelezaji wa mafunzo hayo wa mipango kazi hiyo ili kuleta matokeo chanya kwenye jamii na hasa kuleta mabadiliko chanya kwenye mifumo yote kandamizi inayowarudisha nyuma wanawake na vijana, hasa kwenye umiliki wa rasilimali. Kama tunavyojua, TGNP kazi yetu kubwa ni kutafuta usawa wa kijinsia, na kama tunatafuta usawa wa kijinsia, wanawake na vijana ni miongoni mwa makundi yaliyoko pembezoni, hasa kushiriki kwenye ngazi mbalimbali za maamuzi. Na ili mtu afanye maamuzi lazima awe na rasilimali, na rasilimali mara nyingi zinaanzia kwenye ardhi. Kwa hiyo tumeona mizizi halisi ya kuimarisha haya makundi yaliyoko pembezoni, wakiwemo wanawake na vijana, ni kuwapa elimu ya kutambua wajibu wao na haki yao ya kumiliki ardhi na rasilimali zingine, ili kupunguza kama si kuondoa kabisa masuala ya ukatili wa kijinsia na mambo mengine ambayo hayaleti usawa kwenye jamii. Mara nyingi ni mila na desturi na imani ya jamii husika. Kwa hiyo kiufupi, kidini hakuna vikwazo, isipokuwa tu ni mila na desturi na imani ya jamii husika. Moja, mafundisho ya dini. Kwa ujumla, dini nyingi huzingatia au haitoi marufuku kwa wanawake na vijana kumiliki ardhi. Katika Ukristo, watu wote wanaonekana sawa mbele za Mungu. Katika dini nyingine pia kuna mafundisho yanayosisitiza haki na usawa wa watu. Yaani ukienda kwa wenzetu Waislamu pia wanasisitiza hivyo. Sababu mimi ni mwanamke na mimi ni mume, au kuna mume anajua kabisa huyu kesho anakufa. Kwa hiyo hatuwezi dini tukaweka kumpinga kwamba mwanamke asimiliki chochote, kwa sababu anatakiwa atoe zaka kwa ajili ya kuandikiwa thawabu mbinguni, kwa ajili ya kufanya chochote au kwa wahitaji, kumsaidia maskini hivyo. Alafu jambo lingine, kidini hakuna vikwazo, isipokuwa ni mila na desturi za jamii. Moja. Mbili, ukosefu wa elimu na uelewa wa haki. Namba tatu, mfumo dume. Namba nne, ukosefu wa fedha au rasilimali. Mwanamke au kijana anasikia kabisa kwamba kuna shamba linauzwa milioni 1 au milioni 2. Hana hata shilingi 20,000 ya kununua ile shamba, lakini anatamani. Hana hata rasilimali yote kwamba nina ng'ombe naweza nikamuuza ili ninunue lile shamba. Ndio vitu ambavyo mara nyingi vinakuwa ndio vikwazo. Kwa Mary Amerika Mbuhilo, tunawashukuru sana TGNP kwa kuja hapa Chimala. Hakika tumejifunza mambo mengi sana, mengi ambayo tulikuwa hatuyajui hapo kabla, lakini pia tumejifunza namna ambavyo kijana anaweza akamiliki ardhi, anaweza akawa na ardhi yake mwenyewe. Lakini pia tulikuwa tunadhani pengine kijana hawezi kumiliki ardhi kutokana na mikandamizo au kutoaminiwa, lakini leo tumejifunza kuwa kijana anaweza akamiliki ardhi na ikawa yake kabisa bila shida yoyote. Tunawashukuru. Ni kwa sababu ya kutoaminiwa, vijana wengi kuaminiwa ilikuwa ngumu sana, hasa kwenye umiliki wa ardhi. Kwa hiyo vijana wengi walikuwa wanangoja ardhi za urithi, kwamba mzee afariki au alifishwe ndio awe na ardhi. Lakini kupitia leo tumejua kuwa kijana anaweza kumiliki ardhi tofauti na ya urithi, akawa na ardhi yake ambayo ameitafuta yeye mwenyewe na kuimiliki. Inawezekana. Lakini pia mila kandamizi nazo zilikuwa zinasababisha vijana wasimiliki ardhi, lakini leo tumejifunza kuwa hilo sio sababu ya kufanya kijana asimiliki ardhi.